mtazamaji, na karibu katika kipindi Mjadala kwenye mada kwa sababu ya maswala ya uhifadhi wa utamaduni, ndoa baina ya makabila na zinginezo. Yapaswa lugha ya mama kuanzishwa shuleni kama somo? Shule ya wasichana ya Maua watapinga na shule ya wavulana ya Igembe wataunga mkono. Naam, asante waamuzi kwa nafasi jema ama satua jema ambayo ni adimu na sheshe. Mlio nikabidhi nikaweze kuunga mkono mada inayosema kwa sababu ya maswala kama kuhifadhi ama uhifadhi wa utamaduni, ndoa baina ya makabila na zinginezo, lugha ya mama yapaswa kuanzishwa shuleni kama somo. Naam. Hebu niambie vipi? Hebu niambie ama nieleze ni vipi na ambavyo utaweza kupata mawaidha kutoka kwa wale wazee wetu kama hujui lugha ya mama? Ni vipi? Hivi basi lugha ya mama tukiweza kufunzwa lugha ya mama shuleni, tutaweza kwenda kuomba yale mawaidha kwa wazee wetu waliojawa na mawaidha mengi ambayo yatatusaidia katika maisha yetu. Hoja yangu ya pili, vijana, sisi kama vijana tu shuleni tunasoma, tunaendeleza masomo, na kama mnavyong'amua televisheni, redio zipo. Iwapo tutafunzwa lugha za mama ama tunazitambua kwa undani, na kuhakikishia ya kwamba wewe utakuwa mwajiriwa wa kwanza katika zile vituo vya televisheni na redio, iwapo unaing'amua kabisa kwa undani lugha ya mama ambayo ama mahala ambapo ulizaliwa. Jambo la tatu, utaweza ama uhifadhi wa historia ambazo tunaweza kuzirejelea na kwa vizazi vijavyo. Hebu niambie, wewe hujui lugha yako mahala ambapo ulizaliwa, haujui, hautambui chochote. Hebu niambie ni vipi utakuwa unamweleza mtoto wako ukifika ule wakati wa kuwa mzazi? Utamwambia mtoto wako vipi? Utamweleza lugha yako ni ipi kweli, iwapo wewe mwenyewe uitambui ile lugha ambayo ama mahala ambapo ulizaliwa hauitambui? Mtoto wako utamweleza nini? Hebu tafakari hayo. Ninapomalizia, na waomba hao wanaonipinga, hebu tafakarini, na baada ya kutafakari na waomba mkaweze kujiongelea mahala ambapo nilipo, mkaweze kuniunga mkono mkaweze kuandamana nami tuunge mkono huu mjadala. Asanteni. Asiyejua maana haambiwi maana. Lakini mimi namhurumia kakangu hapa nikisema ningetaka kumweleza kinagaubaga kuwa lugha ya mama haistahili kufunzwa shuleni. Kwani mimi nikiwa Meru ningetaka kujua historia yake kama Mborana, na ikiwa ni Kiborana kinafunzwa, basi katika shule yao mimi sitakuwa na uwezo wa kuelewa lugha yao. Lakini tukiweza kusoma zile lugha nyingine kama Kimombo na Kiswahili, naweza pata ujumbe wa historia yake. Naam, hiyo hoja yako tukanyagie chini. Hoja yangu ni inakosesha umuhimu wa kusoma, kwani lugha inajulikana. Naam, kama hapa hivi tuwasema tusome Kimeru, basi hamna haja kusoma, kwani tayari tuifahamu lugha. Pendekezo langu la pili ni inakinzana na lengo mojawapo la elimu ambao ni utengamano wa kitaifa. Tukiangazia nchi yetu ya Kenya na nchi zingine kama vile Uganda, tunaweza kushiriki katika biashara. Ikiwa hatuwezi wasiliana ama ikiwa sisi tuongea lugha ambayo kwa mfano ni Kimeru na wale wengine wasungumza lugha nyingine, basi hatutaweza kuwasiliana nao, na hivyo shirika la biashara halitaweza kuendelea. Kwa hayo na kusihi
jiunge nasi. Shabash. Asante waamuzi kwa kunipa nafasi hii. Kwanza, jambo usilolijua ni usiku wa giza. Ningetaka kukuambia hivi, umesema kwamba unaenda kufunzwa lugha ambayo unaijua. Mada yetu inasema kuwa kuna umuhimu gani kufunzwa lugha ya mama katika shule. Unafunzwa, hamuongei. Kama unajua lugha yako, unaenda kufunzwa, unaambiwa mambo kuhusu fasihi, kuhusu mitindo mingine ambayo inaendelea katika jamii yako. Chukulia wewe umetoka katika familia ambayo tangu ukiwa mchanga umeenda kuishi mjini. Utajulia wapi lugha yako? Tafakari hayo. Kwanza, hukuza talanta katika tamasha za muziki na uigizaji. Tamasha za muziki zinatekelezwa mara ngapi hapa Kenya katika shule zetu? Mara moja kwa mwaka. Hivyo basi sisi wote tunaweza kutumia lugha yetu ya mama ili kuweza kutunga nyimbo na kuweza kuziwasilisha hapo mbele. Hivyo basi tunapotunga nyimbo, talanta zetu za utungaji zinaweza kuonyeshwa wazi. Tunaweza kutunga nyimbo nyingi zilivyo. Hivyo basi tena baada ya hiyo, tabia inayofaa huimarishwa katika jamii. Fikiria wakati karne zilizopita kabla wazungu kuja hapa, Kenya ilikuwa vipi? Kila mtu kijana alikuwa na maadili mazuri. Tabia zilikuwa za hali ya juu. Chukulia wakati huu sasa. Tazama katika mji unaotoka au kijiji. Ni vijana wangapi waliopotoka? Hii ni kuhusiana na mambo yaliyoletwa na wazungu. Hivyo basi lugha ya mama na matendo tuliyokuwa tukitenda wakati huo wa zamani yameweza kutupiliwa kando. Hivyo basi tukianza kufunzwa lugha ya mama, tunaweza kuelezwa umuhimu wa lugha yetu ambapo tumetoka. Hivyo basi tabia zinakuzwa. Tabia zetu zinaweza kuongezwa, tunaweza kuwa na tabia njema zaidi. Hivyo basi chukulia umefunzwa lugha ya mama shuleni, unayo tabia, alafu umefunzwa hiyo elimu ya darasani. Tutaweza kuwa na jamii ambayo ni bora maishani. Jamii itakayosaidia watu wanaokuja baadaye. Hivyo basi shukran kwa wakati mlionipa. Asante kwa fursa hii. Kwanza ningetaka kumkosoa mwenzangu. Kama ulivyosema utatunga nyimbo kwa lugha yako ya mama. Naam, chukulia kwamba mimi ni Mgiriama na wewe ni Mmeru. Ukitunga wimbo kwa Kimeru, je, nitaelewa? Fikiria hilo. Hoja yangu ya kwanza ni lugha zingine zinaweza kuwa hazijafanyiwa utafiti wa kutosha, hivyo zikakosa kupendwa na kueleweka kama lugha zingine. Kwa mfano, lugha ya Kimeru iwe haijafanyiwa utafiti wa kutosha. Watu wanaweza dhania kuwa lugha ya Kiembu ndio bora zaidi kuliko lugha ya Kimeru. Hoja yangu ya pili. Lugha ya mama itaathiri katika kazi, hivyo kukosa kukuza maendeleo ya taifa. Kwa mfano, mimi ni Meru na naenda kutafuta kazi katika Ukambani. Je, tutaelewana vipi ili niweze kupata ile kazi? Hoja yangu ya tatu. Lugha ya mama kuanzishwa shule itaweza kupoteza wakati, kwani lugha za mama ni nyingi sana na wanafunzi ni wengi sana shuleni, na wanafunzi huenda shuleni wakiwa kutoka makabila tofauti. Je, watafunza lugha zote hizo kwa wakati upi? Asante.
Asante sana mwenyekiti kwa fursa hii nyingine ambayo umenipa adimu. Naam. Kwa kweli wahenga husema kuwa mwacha mila ni mtumwa. Je, ni mbinu zipi na ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kuhifadhi hizi mila zetu za kitamaduni? Kwanza kabisa tunapozindua ile somo la lugha mama katika shule, tutaweza kuendeleza na kukuza lugha katika wanafunzi, na kwa hivyo kwa njia hii tutaweza kuweza kuhifadhi tamaduni, kwa kuwa ambaye aliweza kuandika mada yetu ya leo hakukosea kwa kusema kuwa tutaweza kuendeleza utamaduni. Na kwa hivyo wenzetu wanapopinga, sijui mnamkosoa yule aliyeandika mada yetu ya leo. Wengine ni kwamba tunapofunzwa lugha mama shuleni, huweza kutusaidia kutilia maanani umuhimu wa lugha mama. Je, lugha mama ni lugha na ambayo imeweza kukumbwa na athari nyingi. Athari za lugha ya Kiingereza, lugha ya Kifaransa na lugha ya Kiswahili, na ambazo zilizuka na kuweza kuikandamiza ile lugha ya mama ambayo inapotea kadri muda unavyosonga mbele. Na kwa kuwa tunapoizindua ile lugha mama shuleni, tutaweza angalau kuweza kuinua lugha mama na ikaweza kusheheni tena. Jambo lingine ni kujiepusha na ukengeuzi. Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kwamba lugha mama waweza kutusaidia kukuza utamaduni. Na tunapokuza utamaduni, tunajiepusha na ile utamaduni ambayo ni ya nchi za ng'ambo, utamaduni na ambao kwa kweli haifai. Naam. Nikiweza tu kumalizia, ningependa kuwasihi wanaonipinga kuweza kujiunga nami na kuunga mkono. Asante. Naam. Rafiki yangu umesema kwamba, natumai, ningeomba nikuulize swali moja. Umesema kwamba utaenda kuomba mawaidha kwa lugha ya mama. Iweje ukiwa shuleni uende kumuuliza mwalimu swali kwa lugha ya mama? Natumahi unafaa kutumia lugha ya Kiswahili au lugha ya Kimombo kumuuliza mwalimu au mtu unayetaka kumuomba mawaidha kwa lugha inayofaa. Swali la pili. Nani alisema huwezi kuzisoma habari kwa lugha ya Kiswahili? Iweje uitumie lugha ya mama? Naam, hapa kwenye hili bwalo kuna mtu Meru, kuna Mkikuyu. Ningekuja hapa nianze kuziwasilisha hoja kwa lugha ya Kimeru. Watu wachache ambao wangeelewa, na kuna yule mtu hangeielewa lugha yangu. Haya, hoja yangu ya kwanza ni kuanzisha lugha ya mama shuleni kunachangia ukabila. Mwalimu aendapo pale darasani na kuwasilisha anayotaka kufunza kwa lugha ya Kimeru, na kuna mtu pale ambaye hakielewi, huenda akajitenga na Wameru na kusema mwalimu huyu anaifunza lugha hii kwa Kimeru, nami nitamtafuta mwalimu ambaye ataifunza kwa Kimeru, kumaanisha kuwa watajigawanya kulingana na makabila yao mbalimbali, ambayo si sawa. Na waombeni nyie mtusaidie kupinga mjadala huu unaosema kuwa lugha ya mama haifai kuanzishwa shuleni kama somo. Asanteni. Kuchangia katika kupotoka kwa kimaadili, hali ni lugha tu wala si matendo. Lugha itachangiaje katika watu kupotoka kimaadili? Naam. Mwacha mila ni mtumwa. Wewe elewa lugha yako ya mama? Basi la. Mie nimekaa na babu yangu, amenieleza kuhusu maisha kwa lugha ya mama. Hiyo ndio ambayo tuliweza kuafikiana nayo. Pia ameweza kulipa mawaidha, akaniambia, mwanangu, usiende hivi, enda na njia mwafaka, itakupa maisha bora utakapokuwa mkubwa. Pia lugha ya Kimeru ina lahaja mbalimbali. Ina lahaja ya Kiembu, Kichuka, Tharaka na zinginezo. Basi lugha hizo huwa na upekee, lafudhi yake ndio inaweza kupatikana. Pia mingairi ya hayo, lugha mama inapofunzwa
hatusemi ya kwamba Kiswahili ung'eng'e zitakosa kufunzwa. Kwanza Kiswahili ni lugha ya mama kwa Waswahili. Leo asema nini? Kwa sababu ya maswala kama uhifadhi wa utamaduni, ndoa baina ya makabila na zinginezo, lugha ya mama yapaswa kuanzishwa shuleni kama somo. Chukulia maanani kwa sababu ya maswala kama vile uhifadhi wa utamaduni. Utamaduni wahifadhiwa kwa sababu ya lugha. Tafakari hayo kaka. Kakangu pale umeuliza swali nzuri sana ambalo itajijibu. Wafaa kufahamu vizuri kuwa Kiswahili ni lugha ambayo imependekezwa na serikali ya Kenya kuwa lugha ya taifa. Hivyo basi kila mtu ifahamu hii lugha, na hivyo hatungeweza kusema Kiswahili mojawapo wa lugha ya mama. Natumai umenielewa. Asante. Nimeridhishwa na bidii yenu, haswa nikiegemea upande wa utafiti. Nimefanya utafiti wa kutosha na sina mengi ya kusema, manake najua leo mmeambiwa mengi. Nitaenda moja kwa moja kutangaza alama ambazo mimi na majaji wenzangu hapa nimeshawapa. Kwa hivyo nitaanza na Maua na Igembe. So Maua Girls, tuko na Maua Girls Maua Girls tuko na alama 37 kwa 50. Wapigeni makofi. Igembe Boys, naweza kujipatia alama. Mimi na majaji wenzetu naweza kuwapa alama 36 kwa 50. Wapigeni makofi.